mtumishi mmoja wa Mungu haikuwa ni rahisi, na kuinua mtumishi ambaye anapendeka na Mungu na watu. Kuna watumishi wanapendeka na Mungu peke yake, wako na Mungu mwingi, lakini hata dhidi ilitoroka. Lakini kuna watumishi wengine wanapendeka na watu, lakini Mungu hakuna. Kupata mtu anapendeka na Mungu na watu ni kibali kikubwa, na wewe kwa hivyo tunaomba maombi ya kupokea Baba katika jina la Yesu. Kwa niaba ya watumishi wote wa Mungu wako katika nyumba hii, kwa niaba ya watumishi hao wako chini yake, sisi tunampokea Reverend Benson Kamau katika madhabahu hii, aweze kutumika katika ofisi ya askofu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Karibu pelekeni mahali atasimama. Karibu mama, ni wewe sasa, time yako. Na wewe sasa ufanye kazi ya Bwana chini ya nyuma ya mtumishi wa Bwana. Usiwe mama wa kukasirika. Tutakuweka mafuta leo, lakini ukifika nyumbani, mafuta haifanyaki mtu asahau kupika ugali. Mafuta haiwezi kusahau mtu, hata haiwezi kukuambia mzee, hata mimi niko na mafuta hapa. Mafuta tukifika nyumbani, tunakuwa bibi ya mtu, tunafanya kazi kama mke wa mtu. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tunaombea mama anapoingia kwenye ofisi ya Reverend, ya kwamba mafuta ile itakuja juu yake. Bwana umbariki na familia yao yote, na watu wale wote watakumsikiza, umpe hekima, busara na maarifa. Na mimi namuombea baraka tunapompokea kutoka kwa watu hao na kutoka kwa wachungaji, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Welcome to the altar of God in Jesus name. Asante, tupigie makofi. Thank you. Karibu. Nafasi tutachukua baadaye, muonyeshe mahali tutaweka. Wachungaji, ni siku ya furaha, hakuna mtu amekufa. So tuna expect kufurahi. Sidio? Kwa hivyo Mungu abariki. Sasa akirudi kuweka mafuta, atakuwa ameweka mafuta inafaa. Rudini njia hiyo, msirudi hiyo, rudi njia hii. Asante sana, you are the crown of this man of God. God bless you very much. God excel. Amen. Asante sana. Tunashukuru Bwana. Simama nyuma ya mtu huyo hapo hivyo. Asante. Tuwapigie makofi wanapofika hapa kwenye madhabahu hii ya Bwana. Asante sana Askofu wa Ng'ombe. Nitakuita baadaye nikiwa mbele. Sasa tunataka tuanze process ya kukufanya askofu, ambaye tayari tumefanya ili inahusu watu, na sasa tumekuja hapa kufanya ili inahusu madhabahu ya Bwana. Na tunakuomba ya kwamba madhabahu ya Bwana uiheshimu. Vile umekuwa ukiogopa ukisimama hapa, hata kama ni wewe umejenga, uendelee kuogopa hivyo. Uheshimu watu hao, washikanishe harusi, wale wanakufa unawazika kwa heshima, wale wagonjwa unawaangalia kama vile umekuwa ukifanya. Hii kazi hii yako isiwe na mtu atailaumu. Na kwa hivyo baada ya kupokea, tunataka kuapisha mke wako ya kwamba hakuna siku utakosa kuingia kanisani akiwa ameonana na wewe nyumbani kwa maneno mengi na pengine matusi. Mama, utaapa ya kwamba kazi ya mtumishi wa Bwana hakuna siku utaingilia. Tunakupatia vao uweze kuisoma na tuweze kusikia. Now, the wife of Bishop Benson Kamau, Jocelyn Ogore, anaenda kutusomea bao yake. Do on this 21st day of June, this year 2024, declare that I shall never in my life be a hindrance to God's work that the Lord has entrusted to His servant, my husband. I commit this before God, before His servants, and before the multitude. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Kwa hivyo hakuna wakati tutakosa Askofu Benson kwa madhabahu tuseme ni problem kadogo kalitokea asubuhi na mama, ndio tumeapa hivi. Na kwa hivyo ningependa mama tujulishe watoto wao tuweze kuwaona kuna watoto. Haya, tuwajulishe watoto hawa siku hii kubwa. Yule anaangalia watoto, tuletee watoto sasa tuwaone na mama aweze kuwajulisha sisi. Let's appreciate. Kale kama pia ni wako kanakuja. Wewe kapeleke pole ukikarusha itakuwa news. Asante sana. Tunashukuru kalete hapa karibu. Thank you, a good family Japani hii. Sasa mama utatutambulisha, utuambie first born, second born, third born na tutashukuru. Tuko na Opa Waigera Kabungu. Kuna Asen Kamau Kabungu. Na mwisho kuna June Waigera Kabungu. Asante sana. Wakati tutawekea mafuta ya askofu, tutapaka watoto wako mafuta kidogo, ndio katika kukua kwao na life yao usitokee kitu chochote kitafanya huduma yako idhihakike. Asante, Mungu awabariki. Wewe karibu, tutawaita tena. Thank you. Let's appreciate them. Thank you. Asante. Sasa tunataka kusikia history, profile of the man of God, Benson Kadongo Kamau, that is standing before me. We want to hear his profile. We are now going to know your age. We are going to know when you are born, so that these people can know your history. And the history will be led by Pastor Mwaura. Asante. Nitasoma wasifu ama profile yake Bishop Elect Benson Kadongo Kamau, ambaye alizaliwa hapo tarehe 22 mwezi wa kwanza mwaka wa 1986. Aliweza kufunga ndoa na mke wake Jocelyn Mugure hapo tarehe 15 mwezi wa 2 mwaka wa 2020, na wamejaliwa na kubarikiwa na watoto watatu. Katika masomo yake alianza shule ya msingi ya Maji Mazuri Forest Primary School, alafu akaingia shule ya upili ya Tumaini Secondary School, na yeye kwa anahudumu katika kanisa la Jesus Christ Compassion Ministry. Amen. Asante sana. Hiyo ndio short profile ya Bishop, lakini long profile nafikiri iko kwa Biblia. Watu wote wameona mambo yake yote kutoka katika duniani, na tunashukuru. Sasa askofu, kabla hujasoma hapo askofu, mke wako anaenda kuwa referee siku hii ya leo, na referee ni ofisi kubwa kwa sababu anaweza kusimamia wachungaji wengine kwenye kanisa hili, na kwa hivyo tungependa utuambie ya kwamba na siku atashindwa na kazi ukiwa wewe umesimama mbele yake na kumkasirisha. Na Bishop Ben, mimi ni tumaini langu ya kwamba haujawahi kupiga yeye makofi. Bishop apiganani. Sasa ukipigana utakuwa umepigana referee. Hadi amepiga referee makofi. Na wewe Jose, ukiongea vibaya utakuwa umeongelesha nani vibaya? Bishop. Sasa lazima mbadilike kwa watu wengine. Na huyu wangu tumeoana miaka zaidi ya 30 na sijampiga.
Kwa hivyo ile mafuta na kuweka hainakupiga bibi. Kwa hivyo mke wako awe na smile kila Sunday, asikuja hapa anasema no kutaki ndio kutaki lioneni shofu. Shofu. Unaongea kiwe lake ya kuta yote kwingine. I Benson Kabugon Wakamau, husband to Reverend Joyce Mugure, on this 21st day of June, the year 2024, make declaration that I shall never in my life be a hindrance to the work of God and the Lord has entrusted to His servant. I make this commitment before God, His servants, and the multitude. Help me, O God, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And we all say, Amen. Sasa tunataka sasa kuingiza kwenye hapo